Tuliona katika Exodus wakati waliambiwa mtaingia katika mji wa Kanaani muweze kumiliki. Njiani kulikuwa na watu ambao walikuwa wapigane nao, wakiwashinda waweze kumiliki zile vitu walikuwa nazo. Maana the promised land kulikuwa na watu walikuwa wanaikaa. Bwana asifiwe. So chochote unahitaji ujue kuna mtu mwingine amekikatalia ama amekikwamilia ni chake. Bwana asifiwe. Si mahali kwingi utakuta kuna vacant. Utakuta hizo vitu ni za mtu mwingine ama hizo vitu vimepreserviwa. Ukuje uzichukue lakini ni kwa wakati. So kuna vita hapo katikati utapigana ili uweze kumiliki. Sasa tuko pamoja. So akaambiwa utapigana na Mkanani, Muhiti, Muamori, Muhivi, Mperezu na Wajebusite na wengineo. Akaambiwa hao wote utapigana nao. Na utakuja kusoma katika kitabu cha Yoshua, aliambiwa sasa Yoshua umezeeka, lakini bado wale mataifa nilikwambia waondoe mbele yako haujaweza kuwaondoa wote. Kuna nafasi bado imesalia ya kumiliki, haujamiliki. Na wabaka leo hawakuweza hiyo vita, wale watu bado wako. Amen. Sasa ni wewe upigane uwaondoe katika jina la Yesu. Maana Mungu ameshawapeana. Wafanya nini? Mikononi mwako ili uweze kushinda. Tusoma hapo Exodus 1 verse 10. Joni, ni lazima tuwashughulikie kwa uangalifu, la sivyo watazidi kuwa wengi zaidi, na ikiwa patapokea vita watajiunga na adui zetu kupigana dhidi yetu na kuondoka katika nchi hii. Rudia tena. Joni, ni lazima tuwashughulikie kwa uangalifu, la sivyo watazidi kuwa wengi zaidi, na ikiwa patatokea vita watajiunga na adui zetu kupigana dhidi yetu na kuondoka katika nchi hii. Amen. Huyo ni Farao mpya wakati amekuja. Amesema watu hawa tuwaende kwa siri, tuwatende kwa siri. Bwana asifiwe. Maana kuongezeka kwao ni tisho kwetu. Yaani wewe kufaulu kwako kuna mtu anaumwa. Bwana asifiwe. Wewe kuinuka kwako kuna mtu anasema huyo mtu akifaulu atanisumbua. Bwana asifiwe. Waisraeli walipoonekana wanaongezeka, Farao yule mpya ambaye alikuwa amekuja akasema watu hawa tuwatende kwa siri kwa sababu wanazidi kuongezeka na inawezekana siku moja washikane na maadui watupige. Sasa ameulizwa nini Israeli? Kuongezeka. Mafanikio yako, Bwana asifiwe, ni vita. Mafanikio yako ni vita. Kubarikiwa kwako ni vita ya mtu mwingine. Anatengeneza vita wewe bila kujua. Kwa sababu wanasema mtu huyu mkimruhusu, sisi tutaenda wapi? Mtu huyu msimruhusu. Nasema Israeli tujue vile tutamtenda, tumfinyirie, tumweke kwa mateso, maana akiendelea hivyo atakuja kututoa hapa. Bwana asifiwe. Umeshika hiyo? So kuna mikono imeinuliwa ili ikutende kwa siri. Ndio kule unako kwenda usifanikiwe. Ndio maendeleo yako waikamate. Hatua zako wasizuilie. Ukikaa mahala pamoja wanafurahia sana. Kama haufanyi chochote wewe hauna effect. Bwana asifiwe. Kama utapanda miti ya matunda kwenye shamba lako na isizae matunda, hakuna mtu atauliza. Hawana shida na hiyo. Lakini ngoja ianze kuonekana iko na matunda, ndio utajua. Utauliza kwani hii miti ni ya nini? Inaniletea hii vita yote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Israeli kuongezeka kwake na kufanikiwa kwake na baraka ambayo Mungu alikuwa ambariki nayo, ndio sasa inafanya maadui wakuje. Bwana asifiwe. Kasema tumtende kwa siri. Tujue vile tutamwangamiza, tuweke mateso makali juu yake. Tusiruhusu ashinde. Tusimruhusu
apenye vile anavyotaka kupenya. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo kulivyo leo. Kuna watu huwa wanajadiliana vile hautavuka hapo, vile hautaendelea hapo. Kwa hivyo usipoamuka upigane, ujue kuna vita ambao hautaitisha. Hiyo si wewe umeitisha. Israeli ameitisha hiyo vita. Hata hajui kama imepangwa. Yeye amepangwa tu. Bwana asifiwe. So kuna vita zingine haujui zimetoka wapi, lakini zinakuja kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Amen. Sema nitazishinda katika jina la Yesu. Nitazishinda katika jina la Yesu. Amen. Tena walipokuwa jiani wakienda to the promised land, wakapatana na Waamori. Wakaambia tupatieni njia tupitie. Akasema isiwe mtu mmoja atakayepitia hapo na nikupitia. Wakasema hata kama kuna ng'ombe itakunywa maji tutalipa. Mwamori akasema hakuna mtu anapita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna watu wako kwenye njia yako, hauendi kwao, hata haukai kwao, lakini wako kwenye njia wakuzuilie uende kule Mungu anasema uende. Wako hapo. Anasema sijaribu kupita hapa. Yaani kuna barabara unapitia kwao, lakini wamesema na wakaamua hawakupatii njia. Kitaka kuruka juu ruka. Na hata juu anasema hapana, asipitie hapo. Asipitie nchi kavu, asipitie majini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tufanye nini? Israeli akasema ni mpenda amani, akasema haya basi, wacheni tuache. Alipoacha, wakamfuata kisiri wampige. Unasikia Israeli amejiondokea. Lakini wakamfuata kisiri wampige na akaenda kupigana na Israeli. Hapo ndio Israeli alichomoa upanga akasema katika jina la Yesu, ninafyeka, ninaondoa kila Mwamori kwenye njia yangu. Sasa nitapita cha lazima. Bwana asifiwe. So na wewe kule unako kwenda ama uko free? Bwana asifiwe. Wewe uzuiliwi na chochote. Wewe barabara yako ni nywe, haina jam. Bwana asifiwe. Kuna watu watakuwekea jam. Nani hao Waamori? Walisimama kwenye njia wakasema haitawezekana, na wakatoa panga zao wakasema ipiganwe. Kama Israeli atapita hapa ipiganwe. Lakini nani? Israeli alikuwa na Mungu. Walipopigana vita wakaishinda na wakapenya wakapita hiyo njia. Wakaenda ng'ambo nyingine. Wote wanaosimama kuzuia njia yako kule unakopitia, na nikupita tu unapita, wakupe njia katika jina la Yesu. Wakupishe tangu leo katika jina la Yesu.